Lakini kabla hapo kuna swali hapa lielezewe kuwa kuna mtoto wa kike ambaye mama yake amuamrisha kuwa asijistiri. Yani yule mtoto wa kike ataka kujistiri, kuvaa jilbab na kujistiri na kuvaa niqab, lakini mama yake asema sasa hii mkupita mipaka hii, hautakikani kujistiri namna hiyo, usifanye hivyo. Sauliza, hii ni tufanyeje katika hili? Mwanzo kabisa yataka tufahamu kuwa mwanamke wa Kiislamu ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kujistiri. Ni wajibu juu yake kujistiri kwa hijabu ya kisheria, si ile hijabu ambayo wengine huvaa tu kwa sababu amefunika kile kichwa chake, ili akiulizwa akisema haki ya Mungu ninavaa, wewe hijabu haki ya Mungu ninavaa, lakini kikweli si ya kisheria. Ukiangalia lile buibui alilovaa lahitaji buibui juu yake ili listirike, ni kama nguo tu, na hii ni makosa. Na hana khiari mu'min anapoamrishwa na Allah na mtume wake jambo isipokuwa lazima litekeleze. يقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapopitisha hukumu na amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wawe wana khiari juu ya amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. hawana khiari, lazima waifuate. Na hijab ni sitr, ni stara kwa mwanamke, na kadhalika ni tuhur, kutakasika kwa yule mwanamke. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrishwa hili jambo kulifikisha kwa umma wake, aliambiwa ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake kuwaambia wake zake, banati zake na wanawake wa kiumini, waumini wote, hili jambo la hijab ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala alifikisha. Sasa ikiwa wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni ummahat almu'minin wameamrishwa hili jambo, binti zake mtume sallallahu alaihi wasallam wameamrishwa hili jambo, na wanawake waumini pia wameamrishwa hili jambo. Kwa nini wameamrishwa hili jambo? Allah akasema dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Na wewe tazama, mtoto wa kike akijistiri na hijabu ya kisheria hapati udhia barabarani. Oe vipi, semaje bwana dada hapo, vipi? Amvaa vibaya mpaka wale wanaume kule wajua huyo hana maana, mwanamke huyo za kumchezea tutemi yote. Lakini akajistiri kisawasawa, akajifunika kisawasawa, hakuna mwanamume utamuona barabarani mwenye akili timamu atamtupia neno baya la udhia, wala habari naye hakuna mtu anayo, sababu haoni kitu, apita amestirika. Kwa hijab kwa mwanamke, pengine tuipigie mfano hijabu kwa mwanamke, labda pengine itaeleweka. Waona ile peremende ile ukienda kununua dukani huwa ina nini? Ina mfuko juu yake imefungwa. Sasa mwanamke aliyejistiri mfano wake ni kama ile peremende imefungwa vizuri kabisa, ukienda wewe chukua. Hivi nikwambie, ukiona wewe peremende yauzwa kisha zimetupwa mchangani bila ya kile kikaratasi juu yake, zimetupwa mchangani, jamaa kwambia nauza peremende, uambiwa hata ukazitoa bure sitaki, wacha kuwa wauza, hata bure siitaki. Sasa mfano huu ni kama hawa wanawake leo, wale wanaojistiri wataheshimika, watahifadhika, wako katika hali ya tahara. Na asiyejistiri ndio yule ambaye ukiambiwa hata bure simtaki, namtakia nini? Ndio nyara nyara kila mahali, watu wamjua, kila anakokwenda mtu amwangalia tu. Sasa faida yake nini?
mwanamke kama wewe una haja nao nini? Labda uwe dayuth, labda wewe ni dayuth utakubali tu, lakini haiwezekani mwanamume wa kisawasawa aende akatafute mwanamke yuko uchi, mara vaa miniskati, mara vaa suruali mbana, atembea mbele za watu. Nani mwenye akili timamu aweza kufuata? Labda ataka kumchezea tu kama wanavyomchezea wengine, lakini ataka kweli kuoa apate mke ambaye atazaa naye ale watoto wake, hata siku moja mwenye akili hawezi kwenda huko. Inshallah mpewa bure hawezi kubali. Kwa hiyo hijabu ni stara. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja wale watu aina mbili wa motoni, simfani min ahli an-nar, mmoja katika wale waliwataja sema wanisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat ruusuhunna kaasnimatil bukhtil maila la yadkhulna aljanna wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Kasema na wanawake kasiyat ariyat, wamevaa nguo lakini wako uchi, bimaana zile nguo wanazozivaa haziwastiri, hawakujistiri. Wakitembea waona katika mwendo wao ule, tena hasa hao wale wakusudia Mtume salama ni hao mnaowaona, amevaa viatu vya juu, akitembea yeye aenda kulia na kushoto, kitwa juu amebeba mfano wa nundu ya ngamia, kaasnimatil bukhtil maila, amejaza huku nywele, wengine ubandika ndani magunia akatia ili yaonekane na nywele kubwa, kisha kitembea ile nywele lake huenda kulia na kushoto. Hawa wanawake hawa ambao hawajistiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yadkhulna aljanna, bimaana hawaingii peponi. Yani hata akiwa ni mwanamke wa tauhid, mfano Muislamu, si katika wale wa kwanza watakaoingia peponi, au hatoingia peponi na wale wema wanaoingia peponi, au mpaka ataadhibiwa kisha ndio ingizwe peponi, hata akiwa ni Muislamu. Wala yajidna rihaha, wala hawataipata harufu ya pepo. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na harufu ya pepo mtu huipata kwa mbali sana. So pepo yanukia vizuri sana, yeye haipati, ndio ujue yuko mbali sana na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini dadangu ndio kuitafutia balaa kama hizi? Waweza kusubiria moto wa jahannam kweli kwa sababu ya kujistiri? Alafu wale wanaofanya jeuri wakiambiwa kwa nini bwana, ingieni nyinyi peponi, endelea kusema maneno kama hayo, si marefu maisha. Aweza kuzirai sasa hivi, ukiamka nakufa ama niko hai hivi, kumbe ukizirai tu hujafa wapige kelele. Wajua maana ya adhabu ya kaburini? Wajua maana ya adhabu ya jahannam wewe? Akina mama tutatakikana tushukuru tukiona binti zetu leo wakimbilia katika kuvaa hijab shar'i. Mujtama umebadilika, watu wamekuwa waovu waliyadhu billah, si watoto wa kike si watoto wa kiume. Kuna muozo umetuzunguka na sallallahu alaihi wasallam. Ukisikia mambo waweza kunyafura nywele zako ukazifuchua hivi kwa ile mabaya unayosikia watu wayafanya. Subhanallah. Leo mama ukampata mtoto wako, alhamdulillah, ameelekea, hii ni neema kubwa, mshukuru Allah na umshajiishe katika hilo. Alafu huwa kuna faida gani katika yule mwanamke kutembea bila ya kujistiri? Hebu kwa mfano mama kama huyu tumuulize, huyu mtoto wa kike ajiweke sura yake wazi, atembee wazi kwa ajili ya nani? Yani amfanyia hivyo nani? Ikiwa ni wanaume, je, wengine wasema hivyo, wengine na shetani awachezea, sema nini, hataolewa ataonekana na nani? Wewe na wazimu. Tuulize waume huko, kwa wewe mwanamke onekana kila mtu na wazimu hiyo. Yani mimi napita kwenye hoteli, watu wamfunga foleni ndefu, kila mtu abeba pizza yake, abeba baga yake nzuri. Mimi nikifika pale ambia ile pale ile anamka chini, ile ndio ilobaki tuiuza, kwa hivyo mbebe mimi. Watu wote wampita hapa wakuinunua hii, mimi ndio ninunue bure, siitaki. Tupa kwenye dongo la mchanga, ukisha mimi ndio nile ile uchafu ile.
siwezi kula kitu kama hicho, na wazimu. Watamuoa wote hawa wanaomuona, na wewe mtoto wa kike unayejitoa nyara nyara utaolewa na wote hao. Na kuhakikishia kitu kimoja, huyo anayekwambia akupenda na haja kuoa, wallahi akuchezea. Chukua hili, angelikuwa ni mkweli, wa'tul buyuta min abwabiha, angekuja akaingia kwa mlangoni si dirishani. Huyo akishamalizana na wewe atakuacha kama wengine walioachwa kama wewe, atakwenda kwa mwingine, amchezee ende kwa mwingine, amchezee ende kwa mwingine. Utaelewa ninaoyazungumza baada ya kupishana na kama 5 6. Utafahamu alikuwa yasema kweli. Pengine maneno yangu yaweza kuwa yaumiza mwanzo, ukisikia usikia yatia dhiki, lakini ndio kweli, ndio kweli ulivyo. Kwa hiyo wamwachia nani? Alafu huo uzuri ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa, ikiwa wewe ni mzuri, basi ndio unavyomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuudhihirisha wakati Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia bakia nao, iwe baina yako wewe na yule atakayekuoa. Wamdhihirishia nani? Na wengine basi si uzuri basi tu, na wengine mpaka hujitia na nini na mapambo na makeup na nini, kisha wakatoka atakaonekana na kila mtu. Lakini ule ukweli ule usikuweza kumuona, masha Allah, malikat jamal, yeye ndio yule malikia wa urembo. Lakini wewe mwanamke akienda kiosha uso, akilala akiamka asubuhi ni Abdu, sura mbovu ajabu. Wako hivyo wengi, hamna kitu, wengi wako hivyo. Sasa uzuri wako Allah aliyokupa, mshukuru Allah kwa kujistiri. Jistiri bwana, jihifadhi nafsi yako wewe mtoto wa kike, na shetani asikuchezea akakwambia kwa ukijistiri wewe, ukijistiri utapata mume. Njoo tuambie sisi, kama wewe babake fulani, njoo useme hapa kuna mwanamke ajistiri ana mume. Kuna vijana hapa wamekaa wangoja wasikie tu huyo kujistiri iwapi, iwapi huyo kujistiri, aseme kama hajapata mume wapi. Njoo hapa, utapewa kijana na hifadhi Qur'ani na dini yake vizuri kabisa. Si wewe utakujistiri vizuri, alhamdulillah, utapata yule anayependa stara na nyara nyara, atapata nyara nyara. Yenda hivyo tu. Alkhabithatu lilkhabithin walkhabithuna lilkhabithat wattayibatu littayibin wattayibuna littayibat. Kwa shetani asije akakuchezea akili akwambia tu ukijistiri wewe utakosa mume. Si kweli, mrongo. Bali wewe ndio uko kwenye demand ya hali ya juu, basi tu hujajua wewe. Kwa hiyo wamwachia nani uzuri? Ndio anavyoshukuriwa Allah namna hii kwa neema ya uzuri aliyokupa. Kisha ni wangapi katika wanawake wanaojiwacha wazi ikawa ni sababu ya kupata aini au kuingiliwa na jini, akapata athari katika mwili wake wa athari ya ajabu sana. Ule uzuri wake wote usimfai chochote, mara tu amekonda nini aini, mara tu asikia mkunywa chai anchomeka uso, nusu ya uso wake ngozi tena intoka hivi nini, kuna aini. Sababu ajionyesha, wal ainu haqqun kama qala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, jicho ni haki. Kwa jistiri mtoto wa kike. Na wewe mama ambaye mtoto wako wa kike aelekea katika stara, usiwe ni kisiki kinachowazuia watoto wa kike kujistiri. Leo watu wapata tabu bwana, kisha yatokea mtu amwambia mtoto wake wa kike usivae hii hijab shar'i. Taib, juu ya mtoto wa kike, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hapa haifai kumtii yule mama kwa sababu akuamrisha munkar na maasiya. Aliyeumba akwambia jistiri, kiumbe akwambia usijistiri, achana na ya kiumbe, fuata ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kisha zungumza naye kwa uzuri, amiliana naye kwa uzuri, kwa maneno mazuri, lakini usimsikilize katika hilo. Akifikia lazima utoe ama siko radhi na wewe, wala usishtuke.
haiwezekani eti nenda kanunue pombe niletee, ama mimi siko radhi na wewe. Radhi hizo bwana, fanya mchuzi kisha utafute chapati ukale nayo. Hakuna radhi hizo. Ama tafuta unga wa sima ukapike sima uchoche nazo uzile, hizo hakuna radhi hizo. Radhi za kumwamrisha mtu munkar hakuna. Wala usio na wasiwasi mtoto ati mamako au babako kwamba siko radhi mpaka uwe mlevi ndio uwe mlevi atakuwa radhi, sio? Dini yetu haikuelekeza, hatuelekezi sisi hivyo. Kwa usitumie hiyo ukaona kama silaha kuwa mimi siko radhi na wewe mpaka unyoe ndevu. Haliwezekani hilo. Radhi za Allah subhanahu wa ta'ala atazipata. Na wewe unayemwamrisha wa munkar, ogopa usije ukapata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuchunga hivi. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Kwa aliyena haki ya kuridhishwa zaidi ni Allah na mtume wake, si yoyote mwingine. Kwa katika hili hatiwi mzazi. Lakini nakariri tena, si kwa jeuri, kwa kuzungumza naye uzuri. Tafuta watu wazima wanaomweza wazungumze naye. Na sisi tumwambia mzazi kama huyu, mshukuru Allah kwa Allah amekuruzuku binti katika asri hii ambaye ataka hijab, sema alhamdulillah, shukuru sana Allah. Pishana wanawake, watoto wa kike wadogo, mambo ya ajabu sana. Siku moja pisha mtoto mdogo wa kike ankunja nguo ile buibui lake nilikunja. Wajua siku hizi kuna mtindo, nasikia ni style mpya hiyo, akunja kama atakupigana vile, kisha kitembea furisha kifua hiki, tayari ni kikubwa, atakia nini kufurisha? Wafurisha nini mbele ya wanaume? Kisha iwaja wewe mwanamume ndio umpishe njia, yeye iwaja kwako hivi kama umpishe njia. Maskini wewe huwajui hawa wanaume wa barabarani. Usifanye hivyo dadangu, utapita uchochoro upate jambazi. Haya, siku ya pili utajifunika. Usifanye mzaha na jambo la stara. Allah ana hikma kubwa. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Watajulikana hawa ni wanawake wa kujistiri, hawataki mambo ya upuzi, basi hawataudhiwa kwa ile hijabu wanaoivaa, kinyume na yule asiyejistiri. Nafikiri nikizungumza haya yatosha. Hasa kama mtu atafuata ambaye hataki kufuata ni yeye na Mola wake. Sisi hatuwezi kumhukumu mtu yote, tuafikisha tu. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.